Basi mtazamaji mpendwa, na ukaribisha sana usiku wa leo tupate neno la Mungu. Majina yangu ni Paul Kimanzi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Basi kabla tuanze, nataka Bwana tufungue maombi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante Bwana kwa jioni njema ambayo umetujalia. Ninakushukuru Bwana mabwana kwa hii fursa ambao Bwana umetujalia. Asante Bwana kwa neno lako. Ninakushukuru kwa mtazamaji na wale ambao wanasikiza mtakatifu watakatifu. Asante maana unaenda kusema na mioyo ya watu na maisha ya watu Bwana mabwana. Asante maana kwa neno lako taenda Bwana kufungua watu, taenda Bwana kuokoa watu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Basi ninataka moja kwa moja twende kwa neno. Ni vizuri ukuwe na Biblia yako na ukuwe na kalamu na notebook. Nataka kuzungumza usiku wa leo kuhusu ujumbe ambao nimeupea kichwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na nataka tuende katika kitabu cha Mwanzo 19, tuanzie hapo mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema kwamba basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki. Akainama kifundifundi, akasema, bwana zangu, karibuni na wasi mwingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkale mkanawe miguu yenu, hata asubuhi mondoke na mapema mkaenende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake. Akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Mstari wa 4, hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamwambia Lutu, wakamwita Lutu, wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Watoe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake. Akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume. Nawasihi nitawatolea kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbi anataka kutuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia wauvunje mlango. Mstari wa 10, lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao kwa nyumba, wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe, mwanao au binti zako, na wote ulio nao katika mji,
watoe katika mahali hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweze waliopoza binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakasema, ondoka, mtoe mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Bwana Yesu apewe sifa. So nimesema kwamba nataka kuzungumza kuhusu ujumbe ambao nimeupea mada ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na neno la Mungu limeongelea kuhusu mji ambao ulikuwa unaitwa Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora ni mahali ambapo Lutu alikuwa anaishi. Huyu Lutu ni nani? Andiko nasema katika kitabu cha Genesis chapter 12, wakati Mungu alimwita Abrahamu akamwambia atoke kwa familia yake, atoke kwa watu wa kwao, aende mpaka mahali ambapo atamuonyesha. Neno inasema ya kwamba Abrahamu aliondoka na kijana wa ndugu yake, nephew wake, ambaye ndiye anaitwa Lutu. Na wakati ambao walienda mahali ambao Abrahamu alienda kupiga kambi, alikuwa pamoja na huyo kijana wa ndugu yake. Na maandiko yanasema ya kwamba, maana Mungu alikuwa amepatia Abrahamu agano ya kwamba nitakubariki. Neno la Mungu nasema kwamba basi yule kijana Lutu akabarikiwa kupitia kwa kuwa pamoja ama kutembea ama kuishi na Abrahamu. Na neno la Mungu nasema ya kwamba walibarikiwa sana. Abrahamu alibarikiwa sana na Lutu alibarikiwa sana, walikuwa na mifugo mingi. Na basi siku moja ikatokea kwamba wale wachungaji ambao walikuwa wanachunga ile mifugo ya Lutu wakaanza kugombana na wachungaji ambao walikuwa wanachunga mifugo ya Abrahamu. Na neno la Mungu nasema kwamba Abrahamu akamuuliza Lutu, ni nini, mbona tuanze kugombana na hii nchi yote tumepewa? Akamwambia Lutu ya kwamba wewe chagua mahali ambapo utaenda. Ukienda mashariki, nitaenda magharibi. Ukienda kaskazini, nitaenda kusini. Lakini Abraham akamwambia kwamba kusikue na ugomvi kati yetu. Na neno la Mungu nasema ya kwamba Lutu akainua macho yake, akaona sehemu ambayo ilikuwa inakaa mzuri kwa muonekano, kwa macho, kwa mtazamo wa macho. Maandiko nasema kwamba kulikuwa kumejaa green, nyasi zilikuwa. Kwa hivyo akainua macho yake, akaona hapo ambapo naita Sodoma na Gomora ni pazuri na kulikuwa na chakula kwa ajili ya mifugo, na akachagua akaenda hapo. Hakujua ya kwamba pale ambapo aliona, macho yake limuonyesha na akaenda, palikuwa ni mahali pabaya, palikuwa ni mahali pa watu ambao walikuwa wamejaa uovu, watu ambao walikuwa wanaasi Mungu, watu ambao walikuwa hawajali kutenda haki, hawajali dhambi, kwao ilikuwa ni kawaida. Na maandiko yanasema kwamba Lutu akaenda mahali pale, na sababu ya ule uchafu ambao ulikuwa unaendelea mahali pale, sababu ya machukizo ambao ulikuwa unaendelea mahali pale, maandiko yanasema kwamba siku moja Mungu akaamua kuangamiza ama kuharibu ule mji ambao ulikuwa unaitwa Sodoma na Gomora. Na basi neno imesema hali ambao tumesoma ile kitabu cha Mwanzo 19, maandiko nasema ya kwamba basi Lutu akiwa amekaa katika lango la mji, akaona malaika wawili na akawakaribisha kwake, kaambia kwamba mkuje kwangu, mtapata mahali pa kulala na mtapata chakula. Maandiko yanasema kwa malaika amwambia kwamba hapana, hatutaingia kwako maana tuko na mission. Lakini akaendelea kuzitiza, akaambia kwamba jooni. Na basi maandiko yamesema ya kwamba wakati aliwasii, nao wakaja wakaingia kwake, akawafanyia karamu,
akawapigia mikate isiyochachwa, nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Maandiko yanasema ya kwamba wakati wale wenyeji ama wale watu wa Sodoma na Gomora waliona wenyeji, waliona wageni ambao wameingia kwa Lutu, maana zoea kutenda matendo mabaya, kufanya uchafu. Maandiko yanasema wakaenda wakazunguka ile nyumba ya Lutu, wakamwambia kwamba Lutu, wale watu ambao wamewaweka hapa ndani tunataka uwatoe. Neno la Mungu linasema ya kwamba wale watu wa Sodoma na Gomora waliacha kufanya mapenzi na wake kama vile ambavyo Mungu alipanga wakati ambao aliumba mwanadamu. Maana maandiko yanasema ya kwamba aliumba mwanaume na akaumba mwanamke. Kwa hivyo ikawa kama kuna ndoa, kama kuna mapenzi, itakuwa inafanyika baina ya mwanaume na mwanamke. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wale watu wa Sodoma na Gomora walikataa, wakaamua kuvunja hiyo sheria ya Mungu, wakaamua kuasi, wakaamua kukataa, wakaamua kwenda kinyume na vile ambavyo Mungu amesema kwa neno lake. Na basi maandiko yanasema ya kwamba wakawa wanawakiana tamaa, wanaume wakaacha kufuata wanawake, wakaacha kufuata wamama, wakaanza kufuata vijana, wakaanza kufuata wazee, wakaanza kufanya yale ambayo ni mambo maovu machoni pa Bwana. Basi maandiko yanasema ya kwamba wakamwita Lutu, wakamwambia, wawapi watu waliokuja kwako usiku huu, watoe kwetu tupate kuwajua. Wakamwambia Loti, tumeona kuna wageni ambao wamekuja kwako, wameingia kwa nyumba yako, na tunataka uwatoe, maana tunataka kufanya nao ile ambao tunaita ushoga. Walitaka kuwajua, walitaka kulala na wao, ni wanaume, walitaka kulala na wanaume. Na neno la Mungu linasema ya kwamba walikuwa ni wazee na vijana, walikuwa ni watu ambao hawana aibu, walikuwa ni watu ambao hawana hofu na Mungu tena, walikuwa wanafanya vile ambavyo anataka, walikuwa wanafanya chukizo na maovu mbele za Bwana. Maandiko yanasema Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi na wasi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao mbidi wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasi nitawatolea kwenu, mwafanyie vile mwanavyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Lutu akaambia kwamba hawa ni wageni wangu na wameingia kwa dari yangu, na wasi msiwafanyie jambo lolote ambao ni baya. Lutu akawaambia kwamba niko na wasichana ambao ni wawili, wasichana ambao ni bikira, wasichana ambao hawajajua mwanaume. Lutu akawaambia kwamba nitawapatia hao wasichana ili mfanye vile ambao mnataka na wao, lakini msiwadhuru hawa wageni wangu. Nasema ya kwamba mstari wa 9, wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbi anataka kutuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia wavunje mlango. Baada ya Lutu kuambia hawa watu, tafadhali mchukue bidii zangu, mwafanyie vile ambao mnataka, lakini mwachane na wageni wangu. Maandiko yanasema ya kwamba watu wakaghadhabika, wakasema ya kwamba huyu Lutu, huyu hata ni mgeni, ni mwenyeji, huyu hata sio hapa, lakini amekuja kutuhukumu. Wakamwambia kwamba tutakutenda vibaya zaidi hao watu. Na maandiko yanasema kwamba wakaanza kusukumana, wakatafuta kuvunja mlango. Msikilizaji na mtazamaji mpendwa, watu wamepewa wasichana ambao ni bikira, lakini wamekataa, wanataka kufanya ushoga na wanaume, wakataka kuvunja ule mlango. Ile makosa ama shida ambayo ilikuwa hapo ni kwamba hawa watu wa Sodoma na Gomora hakuelewa ya kwamba watu ambao wanataka kufanya ushoga na wao walikuwa sio watu, walikuwa ni malaika, na walikuwa wako na mission ya kuja kuangamiza ule mji sababu ya ule uovu ambao walikuwa wanatenda. Na ukisoma maandiko mstari wa 9 inamaanisha ya kwamba huyu Lutu ni kama alikuwa anaonya hawa watu,
alikuwa anaambia kwamba hii mambo ambao mnatenda, hii mambo ni baya, hii ni dhambi, hii haipendezi Mungu. Lakini maandiko yanasema kwamba watu wakaanza kuhisi ya kwamba huyu mtu anatuhukumu, wakati ambao anaambia kwamba wachaneni na dhambi, hii ni makosa, haipendezi mbele za Mungu, mgeuke mfuate Mungu. Hakupenda hiyo. Wakasema ya kwamba wewe unatuhukumu, na wewe hata wewe umekuja kwa huu mji, hapa sio kwenu, tutakutenda vibaya ya vile ambayo utatenda hao watu. Na basi maandiko yanasema mstari wa 10, lakini watu wale wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango, kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu. Wakati malaika waliona ya kwamba hao watu wanataka kumdhuru Lutu, neno la Mungu limesema kwamba wakamshika mkono, wakamwingiza ndani na wakafunga mlango. Neno la Mungu linasema kwamba kutoka hapo wakapigwa na upofu. Baada ya kupigwa na upofu, wakazunguka usiku kucha, hawakuona mlango, maana macho yao ilikuwa sasa imepofushwa. Na wakati asubuhi ilifika, basi malaika wakamwambia Lutu, tafadhali fanya hima, fanya haraka, kama kuna mtu wako, kama kuna mtu ambao unajua au katika huu mji, huyu mtu umuondoe. Ondoa yote ambaye ni mtu wako, mtu ambaye mnajuana, na ufanye haraka, maana siku ya leo tunataka kuangamiza Sodoma na Gomora, sababu walikanywa, lakini hawakutii, hawakusikiza neno la Mungu. Walivunja sheria za Bwana, walifanya maasi, walifanya mambo ambayo ni maovu mbele za Bwana. Walikuwa ni watu ambao hawajali. Asubuhi ilipofika, neno la Mungu linasema kwamba Lutu, kuna vijana ambao walikuwa wamepoza wale bibi zake, na akaenda kwao wale wakwe zake, akawambia kwamba mfanye hima, mtoke, maana Mungu anaenda kuangamiza huu mji. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba ukisoma mstari wa 14 inasema kwamba lakini akawa kana kwamba achezae machoni pa wakweze. Wametumaniwa ili wasiangamie pamoja na wengine. Mungu amewahurumia, Mungu amewaonea rehema, akatumana kwao. Lakini maandiko yanasema kwamba wakati Lutu alikuwa anaongea na wao, ilikaa kana kwamba wanafanya mzaha, ilikaa kana kwamba anacheza machoni pao. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati malaika waliona Lutu ni kana kwamba anacholewa, walienda wakamshika mkono na wakatoka. Lutu akatoka pamoja na wasichana wake na bibi yake, na wakawapewa agizo ya kwamba mtoke, mkimbilie kwa mlima fulani, na wakaambia kwamba wasije kutazama nyuma, wasiangalie nyuma wakitoka, maana Bwana ataenda kuchoma, kuteketeza ama kuharibu ule mji kwa moto. Lakini maandiko yanasema wakati walitoka, bibi ya Loti hakutii, bibi ya Lutu hakutii, akaangalia nyuma. Wakati aliangalia nyuma, maandiko yanasema ya kwamba aligeuka na akawa jiwe la chumvi. Na kutoka hapo, wakati Lutu aliondoka, maandiko yanasema ya kwamba mvua ya moto ikaanza kunyesha Sodoma na Gomora. Maandiko yanasema mvua ya moto ikaanza kuanguka kana kwamba ni mvua, ikateketeza wale watu ambao walikuwa pale, mifugo ambayo ilikuwa mahali pale, chochote ambacho kilikuwa katika ule mji ambao ulikuwa unaitwa Sodoma na Gomora, kila kitu iliteketea kwa moto, ikaisha kabisa. Mtazamaji mpendwa, kwa nini ilifanyika hivyo? Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Na huyu Mungu ni wa upendo. Maana tunafahamu Mungu wetu kwamba huyu ni Mungu wa upendo, na huyu Mungu hataki mtu yoyote aweze kuangamia. Lakini kumbuka kwamba Mungu anasema kwamba atatenda chochote, atatenda lolote kama hajafunulia nabii wake. Lakini elewa kitu moja, ya kwamba huyu Mungu ambaye ni wa upendo, huyu Mungu anachukia dhambi. Na ndiposa nimesema kwamba Warumi 6:23 maandiko yanasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti.
Kwa hiyo pamoja na upendo wa Mungu kupenda wanadamu, pamoja na kwamba Mungu hapendi mtu yoyote aangamie, pamoja na kwamba Mungu hapendi mtu yoyote aingie jehanamu, pamoja na kwamba Mungu hapendi mtu yoyote apotee, huyu mtu ambaye atasikia neno la Bwana, huyu mtu ambaye ataendelea kujifurahisha na starehe na nasa za dunia, huyu mtu ambaye ataendelea kuchezea dhambi. Kuchezea dhambi ni kama kuchezea moto. Huyu mtu kama atabadilika, ataenda kuangamia. Mungu akawa ametumana kwao kama vile ambavyo amenituma kwako wewe ambao unanisikiza, wewe ambao unatazama. Lutu akatumaniwa. Watu wa Sodoma na Gomora wakaonywa, lakini wakawa wakisema ya kwamba wewe mbona unatuhukumu? Wanahubiriwa, wanaonywa, kuambiwa ya kwamba jamani, tuachaneni na dhambi, maana dhambi inaua, mshahara wa dhambi ni mauti. Hii tabia ambayo mnafanya sio mzuri. Lakini wale watu, maandiko yanasema ya kwamba wakamwambia, wewe wacha kutuhukumu, wewe hata ni mtu wa ukuja hapa, hata sio kwenu. Wakati ilifika mwisho, maana Mungu alitumana kwao, maandiko yanasema ya kwamba wakaangamizwa kwa moto, wakateketezwa kwa moto. Lakini Lutu ambaye alisikiza, Lutu akapata neema machoni pa Bwana, akaokolewa. Niko na ujumbe gani usiku wa leo? Ineno ikiingia ndani yako, ukimwamini Yesu Kristo, ukiamini kazi ya msalaba, utapona, utaponywa. Ila ujua kwamba ukikataa, maana Bwana amekwisha nena, amenena, amezungumza kwa neno lake ya kwamba afurahishwi na dhambi, afurahi mwana Mungu, afurahishwi na yale mambo ambayo yanaendelea kwa dunia na hata mengine yanaendelea kanisani. Msingi umeharibika, msingi umevunjwa. Msingi ni neno la Mungu, lakini sasa msingi umevunjika. Na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3 inasema ya kwamba msingi ukiharibika, wenye haki watafanya nini? Sodoma na Gomora, msingi uliharibika, na wakati ambao msingi uliharibika, ulivutia maovu, ulivutia chukizo, ulivutia mambo ambayo ni aibu, ni chukizo mbele za Bwana. Wanaume kuwakiana tamaa kwa wanaume, watu kuvunja sheria za Mungu, watu kutotii na kuheshimu, sababu ya dhambi wakaangamizwa. So nasema ya kwamba msingi ukiharibika, wenye haki watakuwa wapi? Nani ambaye atasimama na kukemea maovu? Nani atakemea maovu kanisani? Maana hata kanisani kumeingiliwa, madhabahuni kumeingiliwa. Mwenye haki ako wapi? Ako wapi mwenye haki? Haombi. Maana Mungu anatafuta mtu asimame kwa pendo, anatafuta mtu aombe. Ukisoma maandiko hii kitabu cha Ezekieli 22 verse 30 inasema, nami natafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikayaribu, lakini si kuona mtu. Mungu anatafuta mtu mwenye haki, mtu ambaye atasimama, mtu ambaye atakubali kubeba msalaba, mtu ambaye atakubali kuchukiwa kwa ajili ya kunena ile ambayo ni kweli, mtu ambaye atakubali kudhihakiwa sababu ya kusimama na ukweli.
Sababu Mungu hapendi mtu aangamie. Mungu hapendi mwanadamu apotee. Lakini hapa anasema ya kwamba ametafuta mtu wa kusimama kwa zamu, ametafuta mwenye haki asimame, akemee, ahukumu yale mambo ambayo yanaendelea kwa watu na anaendelea hata makanisani, wakosekana mtu. Anasema si kuona mtu, wakati ambao alikosa mtu. That anasema kwamba kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nitaileta njia yao mwenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. So wakati huyu mtu amekosekana kusimama kwa zamu, mwenye yake amekosekana, maovu imefika mahali ikawa sasa ni kuangalia na kufunikia dhambi. Na andiko nasema kwamba Mungu adhiakili. Kila ambacho mtu atapanda, hicho ndicho kitu ambacho ataenda kuvuna. Tuko na watu ambao wengine ni wazee wa kanisa, wengine ni viongozi, lakini wako na mipango ya kando, and we know them. Tunawajua mienendo yao, tunajua matendo yao, lakini tumefunikia. Ako wapi mwenye haki? Maana Mungu hapendezi. Anasema kwamba nikikosa mtu nitaenda kuharibu, nikikosa mtu nitaangamiza, maandiko yanasema Sodoma na Gomora hata wa sasa hakuna kitu ambacho kinamea, na yote ilifanyika kwa ajili ya dhambi. Hako wapi mwenye haki akemee? Kanisani kwa imbaji, praise and worship, watu wanatoka kujichafua na wanakuja kwa ile madhabahu, wanashika mic, wanaongoza, and we know. Ile shida kubwa ni kwamba tunajua, lakini kumekosekana mtu. Mungu anatafuta mtu, maana anataka kuokoa. Zinaa imejaa, usherati umejaa. Mwenye yake ako wapi? Asimame, akemee. Msingi wakati ambao utabomoka, utaharibika, mwenye yake atakuwa wapi? Mambo ya ajabu imefamia kanisa. Kuna michezo, dance ingine ambazo zimeingia kanisani, zingine ambazo ukiangalia una hapana, kucheza kama mapepo anaruka moto. Dance ambazo ile mchezo ukiangalia, ukitazama, zinaleta roho zingine. Nani ambaye atasimama aweze ukemea? Maana hii mambo haimfurahishi na haipendezi Mungu. Nani ako tayari kulipa gharama? Maana tumesema ya kwamba kwa kusimama na ukweli, kwa kukemea, kuna ukataliwa, kuna kudhiakiwa, hata pengine kupigwa iko ndani. Who is ready to pay the cost? Maana hata madhabahu imechafuliwa, poza uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu zimeondoka, sababu Mungu ana ushirika na dhambi. Kwa hivyo kama watu hawataenda kubadilika, kama watu watabadilisha njia zao na mienendo yao, kuna kuanguka, anguko kubwa litakuwa kwa watu. Maana huyo Mungu ni mwaminifu. Nikasema siku nyingine ya kwamba Mungu anawapenda wenye dhambi, lakini anachukia dhambi. Ndiposa alimtoa Yesu Kristo, ili yule ambaye atamwamini huyu Yesu Kristo kupitia kwa kazi ya msalaba, kwa kuamini Yesu Kristo, huyu mwenye dhambi aokolewe. Mambo ambayo tunaona ni ya ajabu. Vijana wetu mapua wanaweka earrings, wanatoboa masikio, wanaweka earrings. Na tuko na wao hata kanisani, tuko na wao hata kwa madhabahu. Vitu ambazo unaangalia na kwamba hii haifai na haistahili. Mungu anasema ya kwamba tuache, tubadilike. Maana mambo ambayo tunafanya ni machukizo mbele za Mungu, haipendezi Mungu. Tangu lini na kuaje kijana utoboe pua? Itakuaje utoboe sikio?
Hiyo ni mapepo na unahitaji ukombozi. You need deliverance. Because hiyo kama ilikuwa ifanyike, ni ifanyike kwa wanawake. Lakini sasa vijana wamejibadilisha. Ndio maandiko yamesema kwamba ni mashoga, wamejibadilisha. Hata mavazi, wengine vijana wameanza kuvaa mavazi ya wasichana, wameanza kuvaa mavazi ya kina, na ni vijana wameanza kulea nywele na kusuka nywele kama wanawake. Na wako ndio tuko na wao, wanashika mic, wanatuimbisha kwa madhabahu. Hii ni neno la Bwana ya kwamba hii mambo haimfurahishi, haipendezi Mungu. Msingi umekwisha kuharibika. Lakini kabla Mungu afanye lolote, anasema kwamba lazima atumane, na Mungu ametumana usiku wa leo. Wewe ambao unasikia hii neno, toa hizo vitu, toa vipuli kwa mapua, toa vipuli kwa masikio. Wacha hiyo tabia ya kushukwa nywele. Hiyo ni akina mama. You are fearfully and wonderfully made. Mungu alijua sababu ya kuumba mwanaume, na angependa ukuumba mwanamke angekuumba hivyo. Hii ni confusion ambayo imeingia kwa watu na imeingia hata kanisani. Itakuwaje ya kwamba mwanaume siku hizi sasa tamaa yako inawaka kwa mwanaume? Tumeachana na wanawake, tumeacha kuoa wanawake, tunataka kuoa wanaume, waoane kwa wanaume. That is abomination. Na hiyo ndio ilikasirisha Mungu, na akaweza kuangamiza, akateketeza kwa moto Sodoma na Gomora. Mambo ya aibu. Wanavaa suruali, wanateremsha, zinafika hapa, wanatembea kana kwamba zinaanguka. Hiyo impendezi Mungu. Badilika, Mungu ametumana. Wanadada na wao mnasumbua hata wachungaji kanisani, mnasumbua wazee kanisani kuvaa vinguo ambazo zimewabana na zingine ni fupi, na wanaenda kukaa viti vya mbele. What you are doing is not right. Change your dressing. Hiyo ni makosa. Don't expose your body. Maandiko nasema kwamba mwili wako ni hekalu ya Kristo, mahali ambao Roho Mtakatifu anakaa. Can you respect your body? Unaweza vika mwili wako vizuri. Unaweza vaa mavazi ya heshima wakati ambao unaenda kukutana na mfalme, King of King, Lord of Lords. Hii mambo ambayo tunafanya inahuzunisha na inakasirisha Roho wa Mungu, haipendezi. Na sababu Mungu ni wa upendo na anakupenda, ndio maana ametumana. Wewe ambao unasikia hii neno, wewe ambao unatazama hii mambo, kama iko ndani yako, badilika, sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Hii ni roho gani ambayo imeingia watu? And people, they don't care. Hata wengine ni wachungaji. We need to change. Utakatifu urudi kwa madhabahu. Utakatifu urudi kanisani. Maana bila utakatifu hakuna yoyote atakayeona mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, haina haja ya kuendelea kufake. Haina haja ya kuendelea kuvalia ngozi ya kondoo na unajua kwamba wewe ni mbwa mwitu. Niko na neno kwa ajili yako. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. You cannot continue faking. It will not take long. If you are born again, you know. If you are not born again, you know. Lakini Yesu anakuita. Come to Jesus. Change, badilika. Badilisha tabia zako na mienendo yako. And God will bless you. Msingi wakati ambao utaharibika, mwenye haki atakuwa wapi? Tumesema tuko nao na tunawajua. They are leaders. Lakini ni mipango, wako kwa mipango ya kando.
It is not right. Ni makosa. Sababu yule mmoja ambao uko na yeye amekushinda. Sasa unaenda utafuta wa pili na watatu. Utaweza? Hii mambo ni machukizo. It is an abomination. Wacha mzee wa kanisa, kiongozi wa kanisa, wacha, maana hii ni dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Ukisikia hii neno ni kusikiza na kubadilika. Maana usipobadilika, hata ukikataa, maandiko nasema ya kwamba Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni kuhukumu, bali ulimwengu uokolewe kupitia kwake. Wakati ambao umesikia na umeamini hauhukumiwi, lakini ukikataa unahukumiwa. So right now tuko na watu ambao wako kwa laana. Tuko na watu ambao wako kwa hukumu. Sababu wakati ambao ulisema ya kwamba nimeokoka, maandiko nasema mtu akiokoka unafanyika nuru, unafanyika mwanga, unakuwa we ni barua. Lakini sasa hizi tabia zako, hii matendo yako, we ni barua ina gani? Wakati ambao tunakusoma, wakati ambao unanisoma, ni ujumbe gani ambao napeana? Because ukiokoka, ile wokovu ya kweli, ile toba ya kweli ni kutubu dhambi na kugeuka. Lakini mbona utubu lakini bado uendelea kukaa kwa ile dhambi? Change. Because mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Tumekuwa watu, wachungaji, watumishi wa Mungu wanapitia katika hali ngumu. Wewe wakati ambao umeharibikiwa, wachungaji wanasimama na wewe kwa mambo yako. Lakini wao, ukiona uchi wao kiteleza kidogo, umekuwa wewe ndio haraka sana, kierere, kuwasengenya, kuwanyoshea vidole. Wewe wakati ambao uko kwa shida, wanasimama na wewe. Wakiwa kwa shida, wewe ndio wa kuwararua na kuwatoa manguo. That is sin. Hiyo ni makosa. Change. Sababu neno linasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo, wewe ambao umesikia hii neno na umesikia kwa hakika Mungu umenena na mimi, na nasikia kuacha hizi mambo na niokoke, amini pamoja nami, rudia maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nakupenda, nakupokea ukuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa majina yangu kwa kitabu ya hukumu, andika majina yangu kwa kitabu ya uzima. Nimeokoka. Amen. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Asante Bwana kwa neno lako. Asante kwa mtazamaji amesikia neno lako. Huyo ambaye ameamini, dhambi zake na makosa yake kwa damu ya Yesu iondolewe. Fanyika kiumbe kipya katika jina la Yesu Kristo. Neema na baraka za Bwana naziachilia kwako kwa jina la Yesu. Mapepo yote ya kufuta nyuma kemea katika jina la Yesu. Naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Barikiwe sana. Tuonane tena. We are glad you are watching NMAIG TV, where God's plan is to prosper.